Ramio! Takupa. Dunia inazunguka mchana na usiku, watu wanatafuta ndoto kila dakika. Leo kuna vicheko, kesho machozi kidogo, lakini maisha husonga hata kama ni mwendo wa pole pole. Dunia umetufundisha mengi. Finally kile ambacho jamaa Ramio alikuwa anakitaka ameweza kukipata, kwa sababu lengo lake kabisa alikuwa anataka aweze kupata penzi la Hawa, na finally kweli Hawa ameamua kukubali kumpa penzi. Sasa mimi nilimwambia Hawa kwamba akikubali kumpa penzi Ramio sio kwamba ametibu tatizo, bali ameongeza tatizo, kwa sababu Ramio ataendelea kumtaka kila siku aweze kuichapa, na kila siku akiomba inabidi Hawa aweze kumpatia, kwa sababu asipompatia anasambaza video. Muda huo tayari ameshaichapa, kwa hiyo ataichapa zaidi ya mara moja. Kwa upande wako wewe una maoni gani hapa? Hawa ampe penzi au Hawa airishe kumpa penzi? Kwa sababu hata akimpa haisaidii chochote, na pia asipompa haisaidii chochote kile. Hebu mpe ushauri Hawa. Karibu sana, kama ni mara ya kwanza kufika hapa, hii ni Bongo Recap, sehemu ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. So kama ni mara ya kwanza kufika hapa, basi nikwambie ujechelewa kabisa, tumia sekunde chache kwa ajili ya kusubscribe ili mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Hii ni Bongo Recap. Ndoa ya Hawa ipo kwenye hatari kubwa sana, kwa sababu kila kitu ambacho kimeweza kutokea kwa sasa hivi ni hatari, kwa sababu Ramio tayari rasmi anaenda kupata penzi ambalo alikuwa analitafuta kwa muda mrefu sana, na kila kitu ambacho kinaenda kutokea ni kwamba lazima ataichapa. Vipi kwa upande wako wewe? Unahisi kwamba Ramio akipewa penzi hatosema chochote kile ambacho kinaendelea, ama atapewa penzi na bado ataweza kusema tu ukweli wote ambao upo? Lakini mimi naona kabisa hapa Hawa ameingia kwenye mtego mzito sana, kwa sababu kila kitu ambacho kinatokea sasa hivi ni kimetengenezwa kwenye mkakati, na hawezi kabisa kuweza kuchomoka kwa hiki ambacho kimeweza kutokea. Sasa kama ipo hivi, itakuwaje mume wake akifahamu? Kwa sababu jamaa lazima atakuwa anamtishia kila siku aweze kufanya nini, kufanya naye mapenzi, ili mradi tu asiweze kutuma zile video ambazo zinatakiwa ziende kwa mume wake. Lakini mimi ninachokuambia ni kwamba kila kitu kitatokea hivyo, lakini anatakiwa makini sana, kwa sababu kama akiamua kukaa mbali na kile ambacho kinaendelea itakuwa ni danger zaidi kwenye maisha yake. Hebu mshauri Hawa kwa hiki ambacho anapitia kwa sasa hivi, kitu gani muhimu zaidi anabidi afanye ili mradi aweze kumaliza? Maana hata akimwambia Kisinza hakuna jambo lolote ambalo linaweza kutokea likamfanya akawa safe kwenye kitu ambacho anapitia kwa sasa hivi. Hebu mpe ushauri wewe kama ndo ndugu yake sasa, na Hawa, mpe ushauri ambao utamfaa zaidi yeye kuweza kuishi vizuri, na pia utamfaa yeye kuweza kukaa kwenye kila kitu ambacho kinafanyika. So karibu sana, kama ni mara ya kwanza kufika hapa, endelea kufuatilia. Hii ni Bongo Recap, sehemu ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi kwa kile kitu ambacho kinaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Bongo Recap. Baada ya kila kitu kutokea, sasa rasmi moja kwa moja sijui tumpe credit gani huyu Mudi, kwa sababu Mudi anaonekana vikao vyetu ameacha kabisa kuhudhuria. Kile ambacho tunamuelekeza aweze kukifanya amekataa kabisa kuweza kufanya kitu ambacho kilitakiwa kiwepo. Just imagine this time around tulitaka aweze kufanya jambo fulani, lakini hajafanya kile ambacho tunataka sisi tufanye. Lakini muda huo ilibidi aweze kuwa miongoni mwa watu ambao wameweza kufanikisha mambo yake yote yale. Kama wewe ungekuwa ni Mudi, alafu ndo kama hivyo dada na mdogo wake amekuja na wote wanataka, ungempa mmoja wapo ama ungeamua kupiga chini wote? Lakini Mudi amekuwa mwaminifu sana, kwa sababu amekubali na amemwambia kabisa Johari kwamba mimi na date na dada yako, so guess what, kama unataka kuwa na mimi umeshafeli, basi dada yako ameweza kuwahi. Hivi ingekuwa wewe ndo Johari, ungechukua reaction gani baada ya kuweza kuambiwa na Mudi hivyo, au yule mtu ambaye unampenda sana kwamba kitu ambacho ninataka kukifata tayari mimi nimeshafanya kwa mtu mwingine? Just imagine reaction ambayo ipo kama watu wanakataliwa na wanaumia sana. Sasa inakuwaje Mudi anamkataa kizembe, alafu Mudi wakati anaongea hatumii nguvu sana, yanamkataa simple and clear, anamwambia tu tusizunguke sana bana, haiwezekani. Huyu jamaa ana roho ngumu sana. Wewe ungeweza kufanya hivi? Hii ni Bongo Recap.
Jordan tayari ameweza kufanikisha mpango wake. Nilikwambia kwamba mwanaume akiamua kupanga jambo lake hadi liweze kutimia basi lazima litatimia. Ametengeneza plan kuanzia kule alikoanzia hadi sasa hivi alipofika, na unaona kabisa finally anaenda kutimiza kila kitu ambacho kipo, na finally anaenda kufanya kile kitu ambacho alitaka kiweze kutokea. Sio kwamba Jordan ana akili sana, lakini ni vile ameweka nia kuweza kupata hilo jambo, na ndio maana ameacha kabisa mambo mengine na ameamua kufocus moja kwa moja na Vai. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba je, vipi? Ni kweli amefuata penzi kwa Vai, ameenda kumuoa kweli, ama ni vile anataka tu penzi alafu baada ya hapo ajichenge? Manake anavodai kwamba yeye lengo lake kubwa zaidi ni kuweza kuingia kwenye mapenzi na kuweza kumuoa kabisa moja kwa moja bidada Violet. Lakini sasa hatujajua, je, ni kweli ndio mpango wake Jordan ama Jordan na mipango mingine? So Jordan na mwanaume akiamua kupanga mishe yake na kupanga harakati zake, inaweza ikawa issue nyingine tofauti kabisa na kile ambacho sisi tunatarajia. Swali la kujiuliza, Jordan ana lengo gani hasa kubwa kwenda kwa Vai? Kwa sababu kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ni tofauti na vile ambavyo tumetarajia. Hadi sasa hivi Mr. Kawina anateseka sana kutokana na hali ambayo anapitia kwa sasa, kwa sababu afya yake sio nzuri na pia maisha yake sio mazuri, na kila kitu ambacho kinaendelea bado hakijakaa sawa kabisa. Ameweza kufunguka kabisa kwa daktari na kumwambia kwamba amsaidie. Yeye ni mwanaume, yeye anafahamu wanaume tunapitia mambo gani mazito, kwa sababu tayari ana mke na ni mwaka wa pili hajawahi kabisa kumuona mke wake wala kumfahamu anafananaje. Hivyo daktari angefanya hatua kubwa sana kama angeweza kumsaidia ili mradi kuweza kuepukana na hiyo changamoto, na anadai kabisa ambiwe kama inawezekana basi ajiandae kupona, lakini kama haiwezekani basi amwambie tu ukweli kwamba haiwezekani, ili mradi ajue anafanya mambo gani mengine, kwa sababu kila kitu ameshatafuta, lakini bado hiyo tu la kuweza kupata mtoto na pia kuweza kufanya kitu iwe active, jambo likiwa active kila kitu kinaenda sawa. Sasa hicho ndio ambacho analilia sana Kawina kuweza kupata. Sasa huku Ramio ameamua kumwingiza mtego Hawa yupo kwenye danger zone na Hawa hawezi kuchomoka hapa. Ameahidi kumpa penzi moja kwa moja Ramio, na unahisi kama akimpa penzi ndio itakuwa bora zaidi kwake kuweza kufanikisha jambo ambalo analitaka, au itakuwa ni tofauti na vile ambavyo sisi tunasema? Hebu endelea kufuatilia channel yetu kwa kubonyeza neno subscribe chini video hii, kwa sababu update na kila kitu ambacho kinaendelea kuhusiana na uchambuzi wa kina zaidi utapata hapa moja kwa moja. Hii ni Bongo Recap, sehemu ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi kwa kile ambacho kinaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. So sina la ziada kwa sasa, see you next time. Hii ni Bongo Recap. Ciao. Dunia inazunguka mchana na usiku, watu wanatafuta ndoto kila dakika. Leo kuna vicheko, kesho machozi kidogo, lakini maisha husonga hata kama ni mwendo wa pole pole. Dunia umetufundisha mengi. Finally kile ambacho jamaa Ramio alikuwa anakitaka ameweza kukipata, kwa sababu lengo lake kabisa alikuwa anataka aweze kupata penzi la Hawa, na finally kweli Hawa ameamua kukubali kumpa penzi. Sasa mimi nilimwambia Hawa kwamba akikubali kumpa penzi Ramio sio kwamba ametibu tatizo, bali ameongeza tatizo, kwa sababu Ramio ataendelea kumtaka kila siku aweze kuichapa, na kila siku akiomba inabidi Hawa aweze kumpatia, kwa sababu asipompatia anasambaza video. Muda huo tayari ameshaichapa, kwa hiyo ataichapa zaidi ya mara moja. Kwa upande wako wewe una maoni gani hapa? Hawa ampe penzi au Hawa airishe kumpa penzi? Kwa sababu hata akimpa haisaidii chochote na pia asipompa haisaidii chochote kile. Hebu mpe ushauri Hawa. Karibu sana, kama ni mara ya kwanza kufika hapa, hii ni Bongo Recap, sehemu pekee ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. So kama ni mara ya kwanza kufika hapa, basi nikwambie ujechelewa kabisa, tumia sekunde chache kwa ajili ya kusubscribe ili mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Hii ni Bongo Recap. Ndoa ya Hawa ipo kwenye hatari kubwa sana, kwa sababu kila kitu ambacho kimeweza kutokea kwa sasa hivi ni hatari, kwa sababu Ramio tayari rasmi anaenda kupata penzi ambalo alikuwa analitafuta kwa muda mrefu sana, na kila kitu ambacho kinaenda kutokea ni kwamba lazima ataichapa.
Vipi kwa upande wako wewe? Unahisi kwamba Ramio akipewa penzi hatosema chochote kile ambacho kinaendelea, ama atapewa penzi na bado ataweza kusema tu ukweli wote ambao upo? Lakini mimi naona kabisa hapa Hawa ameingia kwenye mtego mzito sana, kwa sababu kila kitu ambacho kinatokea sasa hivi ni kimetengenezwa kwenye mkakati na hawezi kabisa kuweza kuchomoka kwa hiki ambacho kimeweza kutokea. Sasa kama ipo hivi itakuwaje mume wake akifahamu, kwa sababu jamaa lazima atakuwa anamtishia kila siku aweze kufanya naye mapenzi, ili mradi tu asiweze kutuma zile video ambazo zinatakiwa ziende kwa mume wake. Lakini mimi ninachokuambia ni kwamba kila kitu kitatokea hivyo, lakini anatakiwa makini sana, kwa sababu kama akiamua kukaa mbali na kile ambacho kinaendelea itakuwa ni danger zaidi kwenye maisha yake. Hebu mshauri Hawa kwa hiki ambacho anapitia kwa sasa hivi, kitu gani muhimu zaidi anabidi afanye ili mradi aweze kumaliza? Maana hata akimwambia Kisinza hakuna jambo lolote ambalo linaweza kutokea likamfanya yeye akawa safe kwenye kitu ambacho anapitia kwa sasa hivi. Hebu mpe ushauri wewe kama ndo ndugu yake sasa na Hawa, mpe ushauri ambao utamfaa zaidi yeye kuweza kuishi vizuri, na pia utamfaa yeye kuweza kukaa kwenye kila kitu ambacho kinafanyika. So karibu sana, kama ni mara ya kwanza kufika hapa, endelea kufuatilia. Hii ni Bongo Recap, sembe kapo utapata uchambuzi wa kina zaidi kwa kila kitu ambacho kinaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Bongo Recap. Baada ya kila kitu kutokea sasa rasmi moja kwa moja, sijui tumpe credit gani huyu Mudi, kwa sababu Mudi anaonekana vikao vyetu ameacha kabisa kuhudhuria. Kile ambacho tunamuelekeza aweze kukifanya amekataa kabisa kuweza kufanya kitu ambacho kilitakiwa kiwepo. Just imagine this time around tulitaka aweze kufanya jambo fulani, lakini hajafanya kile ambacho tunataka sisi tufanye. Lakini muda huo ilibidi aweze kuwa miongoni mwa watu ambao wameweza kufanikisha mambo yake yote yale. Kama wewe ungekuwa ni Mudi alafu ndo kama hivyo dada na mdogo wake amekuja na wote wanataka, ungempa mmoja wapo ama ungeamua kupiga chini wote? Lakini Mudi amekuwa mwaminifu sana, kwa sababu amekubali na amemwambia kabisa Johari kwamba mimi na date na dada yako, so guess what, kama unataka kuwa na mimi umeshafeli, basi dada yako ameweza kuwahi. Hivi ingekuwa wewe ndo Johari, ungechukua reaction gani baada ya kuweza kuambiwa na Mudi hivyo, au yule mtu ambaye unampenda sana kwamba kitu ambacho ninataka kukifuata tayari mimi nimeshafanya kwa mtu mwingine? Just imagine reaction ambayo ipo kama watu wanakataliwa na wanaumia sana. Sasa inakuwaje Mudi anamkataa kizembe, alafu Mudi wakati anaongea hatumii nguvu sana, yanamkataa simple and clear, anamwambia tu tusizunguke sana bana, haiwezekani. Huyu jamaa ana roho ngumu sana. Wewe ungeweza kufanya hivi? Hii ni Bongo Recap. Jordan tayari ameweza kufanikisha mpango wake. Nilikwambia kwamba mwanaume akiamua kupanga jambo lake hadi liweze kutimia, basi lazima litatimia. Ametengeneza plan kuanzia kule alikoanzia hadi sasa hivi alipofika, na unaona kabisa finally anaanza kutimiza kila kitu ambacho kipo, na finally anaenda kufanya kile kitu ambacho alitaka kiweze kutokea. Sio kwamba Jordan ana akili sana, lakini ni vile ameweka nia kuweza kupata hilo jambo, na ndio maana ameacha kabisa mambo mengine na ameamua kufocus moja kwa moja na Vai. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba je, vipi? Ni kweli amefuata penzi kwa Vai, ameenda kumuoa kweli, ama ni vile anataka tu penzi alafu baada ya hapo ajichenge? Manake anavodai kwamba yeye lengo lake kubwa zaidi ni kuweza kuingia kwenye mapenzi na kuweza kumuoa kabisa moja kwa moja bidada Violet. Lakini sasa hatujajua, je, ni kweli ndio mpango wake Jordan, ama Jordan na mipango mingine? So Jordan na mwanaume akiamua kupanga mishe yake na kupanga harakati zake, inaweza ikawa issue nyingine tofauti kabisa na kile ambacho sisi tunatarajia. Swali la kujiuliza, Jordan ana lengo gani hasa kubwa kwenda kwa Vai? Kwa sababu kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ni tofauti na vile ambavyo tumetarajia. Hadi sasa hivi Mr. Kawina anateseka sana kutokana na hali ambayo anapitia kwa sasa, kwa sababu afya yake sio nzuri na pia maisha yake sio mazuri, na kila kitu ambacho kinaendelea bado hakijakaa sawa kabisa. Ameweza kufunguka kabisa kwa daktari na kumwambia kwamba amsaidie. Yeye ni mwanaume, yeye anafahamu wanaume tunapitia mambo gani mazito, kwa sababu tayari ana mke na ni mwaka wa pili hajawahi kabisa kumuona mke wake wala kumfahamu anafananaje. Hivyo daktari angefanya hatua
kubwa sana kama angeweza kumsaidia ili mradi kuweza kuepukana na hiyo changamoto, na anadai kabisa ambiwe kama inawezekana basi ajiandae kupona, lakini kama haiwezekani basi amwambie tu ukweli kwamba haiwezekani, ili mradi ajue anafanya mambo gani mengine, kwa sababu kila kitu ameshatafuta, lakini bado hiyo tu la kuweza kupata mtoto na pia kuweza kufanya kitu iwe active, jambo likiwa active kila kitu kinaenda sawa. Sasa hicho ndio ambacho analilia sana Kawina kuweza kupata. Sasa huku Ramio ameamua kumuingiza mtego Hawa yupo kwenye danger zone na Hawa hawezi kuchomoka hapa. Ameahidi kumpa penzi moja kwa moja Ramio, na unahisi kama akimpa penzi ndio itakuwa bora zaidi kwake kuweza kufanikisha jambo ambalo analitaka, au itakuwa ni tofauti na vile ambavyo sisi tunasema? Hebu endelea kufuatilia channel yetu kwa kubonyeza neno subscribe chini video hii, kwa sababu update na kila kitu ambacho kinaendelea kuhusiana na uchambuzi wa kina zaidi utapata hapa moja kwa moja. Hii ni Bongo Recap, sehemu ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi kwa kila ambacho ndani na nje ya Tanzania. So sina la ziada kwa sasa, see next time. Hii ni kwa sababu lengo lake kabisa alikuwa anataka aweze kupata penzi la Hawa, na finally kweli Hawa ameamua kukubali kumpa penzi. Sasa mimi nilimwambia Hawa kwamba akikubali kumpa penzi Ramio, sio kwamba ametibu tatizo, bali ameongeza tatizo, kwa sababu Ramio ataendelea kumtaka kila siku aweze kuichapa, na kila siku akiomba inabidi Hawa aweze kumpatia, kwa sababu asipompatia anasambaza video. Muda huo tayari ameshaichapa, kwa hiyo ataichapa zaidi ya mara moja. Kwa upande wako wewe una maoni gani hapa? Hawa ampe penzi au Hawa airishe kumpa penzi? Kwa sababu hata akimpa haisaidii chochote, na pia asipompa haisaidii chochote kile. Hebu mpe ushauri Hawa. Karibu sana, kama ni mara ya kwanza kufika hapa, hii ni Bongo Recap, sehemu ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. So kama ni mara ya kwanza kufika hapa, basi nikwambie hujachelewa kabisa, tumia sekunde chache kwa ajili ya kusubscribe ili mradi mambo yaweze kwenda poa zaidi. Hii ni Bongo Recap. Ndoa ya Hawa ipo kwenye hatari kubwa sana, kwa sababu kila kitu ambacho kimeweza kutokea kwa sasa hivi ni hatari, kwa sababu Ramio tayari rasmi anaenda kupata penzi ambalo alikuwa analitafuta kwa muda mrefu sana, na kila kitu ambacho kinaenda kutokea ni kwamba lazima ataichapa. Vipi kwa upande wako wewe? Unahisi kwamba Ramio akipewa penzi hatosema chochote kile ambacho kinaendelea, ama atapewa penzi na bado ataweza kusema tu ukweli wote ambao upo? Lakini mimi naona kabisa hapa Hawa ameingia kwenye mtego mzito sana, kwa sababu kila kitu ambacho kinatokea sasa hivi ni kimetengenezwa kwenye mkakati, na hawezi kabisa kuweza kuchomoka kwa hiki ambacho kimeweza kutokea. Sasa kama ipo hivi, itakuwaje mume wake akifahamu? Kwa sababu jamaa lazima atakuwa anamtishia kila siku aweze kufanya naye mapenzi, ili mradi tu asiweze kutuma zile video ambazo zinatakiwa ziende kwa mume wake. Lakini mimi ninachokuambia ni kwamba kila kitu kitatokea hivyo, lakini anatakiwa makini sana, kwa sababu kama akiamua kukaa mbali na kile ambacho kinaendelea itakuwa ni danger zaidi kwenye maisha yake. Hebu mshauri Hawa kwa hiki ambacho anapitia kwa sasa hivi, kitu gani muhimu zaidi anabidi afanye ili mradi aweze kumaliza? Maana hata akimwambia kisinza, hakuna jambo lolote ambalo linaweza kutokea likamfanye akawa safe kwenye kitu ambacho anapitia kwa sasa hivi. Hebu mpe ushauri wewe kama ndo ndugu yake sasa, na Hawa, mpe ushauri ambao utamfaa zaidi yeye kuweza kuishi vizuri, na pia utamfaa yeye kuweza kukaa kwenye kila kitu ambacho kinafanyika. So karibu sana, kama ni mara ya kwanza kufika hapa, endelea kufuatilia. Hii ni Bongo Recap, sehemu ambapo utapata uchambuzi wa kina zaidi kwa kila kitu ambacho kinaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Bongo Recap. Baada ya kila kitu kutokea, sasa rasmi moja kwa moja sijui tumpe credit gani huyu Mudi, kwa sababu Mudi anaonekana vikao vyetu ameacha kabisa kuhudhuria. Kile ambacho tunamuelekeza aweze kukifanya amekataa kabisa kuweza kufanya kitu ambacho kilitakiwa kiwepo. Just imagine this time around tulitaka aweze kufanya jambo fulani, lakini hajafanya kile ambacho tunataka sisi tufanye. Lakini muda huo ilibidi aweze kuwa miongoni mwa watu ambao wameweza kufanikisha mambo yake yote yale. Kama wewe ungekuwa ni Mudi, alafu ndo kama hivyo dada na mdogo wake amekuja na wote wanataka, ungempa mmoja wapo ama ungeamua kupiga chini wote? Lakini Mudi amekuwa mwaminifu sana, kwa sababu amekubali na amemwambia kabisa Johari kwamba mimi na date na dada yako, so guess what, kama unataka kuwa na mimi umeshafeli, basi dada yako ameweza kuwahi. Hivi ingekuwa wewe ndo Johari, ungechukua reaction gani baada ya kuweza kuambiwa na Mudi hivyo, au yule mtu ambaye unampenda sana kwamba kitu ambacho ninataka kukifata tayari mimi nimeshafanya kwa mtu mwingine? Imagine
Just imagine reaction ambayo ipo kama watu wanakataliwa na wanaumia sana. Sasa inakuwaje Mudi anamkataa kizembe? Alafu Mudi wakati anaongea hatumii nguvu sana, yanamkataa simple and clearly, anamwambia tu tusizunguke sana bana, haiwezekani. Huyu jamaa ana roho ngumu sana. Wewe ungeweza kufanya hivi? Hii ni Bongo Recap. Jordan tayari ameweza kufanikisha mpango wake. Nilikwambia kwamba mwanaume akiamua kupanga jambo lake hadi liweze kutimia, basi lazima litatimia. Ametengeneza plan kuanzia kule alikoanzia hadi sasa hivi alipofika, na unaona kabisa finally anaanza kutimiza kile kitu ambacho kipo, na finally anaenda kufanya kile kitu ambacho alitaka kiweze kutokea. Sio kwamba Jordan ana akili sana, lakini ni vile ameweka nia kuweza kupata hilo jambo, na ndio maana ameacha kabisa mambo mengine na ameamua kufocus moja kwa moja na Vai. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba je, vipi? Ni kweli amefuata penzi kwa Vai, ameenda kumuoa kweli, ama ni vile anataka tu penzi alafu baada ya hapo ajichenge? Manake anavodai kwamba yeye lengo lake kubwa zaidi ni kuweza kuingia kwenye mapenzi na kuweza kumuoa kabisa moja kwa moja bidada Violet. Lakini sasa hatujajua, je, ni kweli ndio mpango wake Jordan ama Jordan na mipango mingine? So Jordan na mwanaume akiamua kupanga mishe yake na kupanga harakati zake, inaweza ikawa issue nyingine tofauti kabisa na kile ambacho sisi tunatarajia. Swali la kujiuliza, Jordan ana lengo gani hasa kubwa